Vipi? Mbona upo sebreni usiku huu? Na umejiandaa. Inaonyesha wazi kabisa unataka kutoka. Wewe nimekuacha chumbani ukiwa umelala. Umefikaje hapa? Mimi nimekutafuta chumbani sijakuona. Ndio maana nimeamua nikufuate sebreni. Sawa. Na nilikuwa nakuja kukupa taarifa kwamba kuna dharura nimepata. Hivyo napaswa kuondoka usiku huu ndani ya dakika 2. Dharura? Dharura gani baby? Kwani hiyo dharura huwezi kwenda kesho asubuhi? Tambua huu ni usiku. Alafu unatakiwa kukaa na mimi. Samani. Nadhani utakuwa hujui utaratibu wangu wa kazi uko vipi. Basi unapaswa ujue kwamba ratiba zangu za kazi zinaruhusu kutoka muda wote. Na huu ndo muda wangu wa kutoka kwa sababu nimehitajika kazi. Hata kama ni dharura gani hizo za usiku? Eti kazi. Kazi gani hizo? Mimi sikuruhusu utoke usiku huu. Sikiza nikwambie. Katika maisha yangu mimi sijawahi kupangiwa ratiba na mwanamke. Naondoka, tutaongea kesho. Haya, unaenda wapi? Shemeji, naenda wapi kivipi? Na wewe umeniambia kabisa nikatafute kazi. Na mimi hapa ndo niko kwenye pilika za kwenda kutafuta kazi. Kwa hiyo, hizo pilika zako ndo zimekufanya kufanya vitu vya ajabu humu ndani, si ndio? Vitu vya ajabu kivipi? Nani kala hii mboga? Shemeji, kama umenichoka ni bora uniambie niondoke kwako kuliko kunitengenezea visa kwamba mimi nimekula mboga yako. Kwani mimi ni mtoto mdogo hadi nile hiyo mboga? Shemeji, tuheshimiane. Kwa hiyo unataka kusema mimi nakusingizia, si ndio? Nakuuliza. Hai, hii nini? Maharage. Maharage. Nimepata wapi? Shemeji, kikweli naomba tusameane. Maharage nimekula mimi. Njaa ilinizidi kwa hiyo nimeshindwa kukaza. Hivi unajielewa kweli wewe? Nakuuliza wewe unajielewa? Haya, wewe ushakula hii mboga. Niambie sisi hapa tunakula nini mchana? Na unajua kabisa mimi leo na wageni. Wakija na wapa nini? Sinakuuliza wewe. Kwani wewe una shida gani wewe? Hivi una mtoto gani kwa kichoni kwako? Wewe ni mtoto useme hujui hichi kibaya hichi kizuri. Kwa njia gani uliyokuwa nayo mpaka ukashindwa kuvumilia? Si ulikuwa mimi sasa hivi napika ugali unakula na kakako amesema muda wote saa yote anaweza akarudi. Haya niambie, akifika hapa nampa kitu gani? Nakuuliza wewe, hivi kwa nini wewe unajichetua wewe? Kwa nini unajichetua wewe? Nakuuliza una shida gani? Kuna nini jamani asubuhi mnabazana mabao? Yaani wewe acha tu. Yaani ukisikia ndugu mume la mama ndio hichi kilichotokea leo. Yaani uwaga mtu anafanya kitu chama kusudi mradi tu akutia ubaya uonekane mbaya mbele za watu. Mtu mzima na akili zake ameenda kula mboga. Na anajua kabisa mimi nina wageni. Haya niambie, huu mchana sisi tunaumaliza vipi? Mtizame kwanza vitu vyake vilivyomsimama. Kama upanga wa jahannam. Yaani ili mradi tu mtu uongee uonekane mbaya. Mtizame kwanza. Muone. Karibu. Asante. Ulivyo na macho kuniita, so siku so mchana saa 6. Licha kwepo pepo baridi, joto lako linanifaa. Furaha yangu kwenye huzuni, rafiki yangu kwenye shida. Hata sijui nini ni amenipa, maana nampenda kupitiliza. Safari yetu imejawa na furaha, mimi nawe tunapendana, so sije kuniumiza. Dhahiri mpenzi utanichanganya,
sikubali hata yapite masaa, bali nawe natabika, naogopa wasije kuninyang'anya. Ni wewe tu, chungu mzuri po mamu, haisamu wangu, ni wewe tu notawala kimya. Unaionaje yangu? Kiukweli chai tamu. Mimi nilikuwa chifu India. Nimepika sana chai. Ila nikamoje kupumzika huku kwetu. Tuachane na hayo. Nimepata wazo. Unaonaje tukahama mkoa tukaenda mkoa mbali sana, ambapo babako hawezi kutufikia kabisa? Sawa, chochote utakachosema wewe, mimi niko tayari. Neno lako ni kama sheria, siwezi kukupinga baba. Nimefurahi sana kusikia hivyo mpenzi. Na nikuahidi tu, tukifika kule nitakuangalia kwa hali na mali. Ni wewe tu, chungu mzuri po mamu, haisamu wangu, ni wewe tu notawala kimya yangu. Oh, oh. Ni wewe tu, chungu mzuri po mamu. Siri so siri tena, huyu dada mimi napenda sana. Niachie. Shoga kimya. Yaani hauonekani. Kila nikikutafuta sikupati. Haya, ulienda kudangia wapi mwenzetu? Sibali ningeenda kudanga ikajulikana moja. Kwanza picha ninaanza shoga yangu nilipata janga. Tena janga sio dogo. Mama asilazwe. Nikaenda hivi hapa, nilienda kijijini kwenda kumuuguza. Nimemuuguza siku 2-3 ndo nimerudi shoga yangu. Alafu pia wakati nipo njiani nisipoteze na hiyo simu, ndo ukaona unipati shoga yangu. Basi kumbe ndo maana nilikuwa kila nikikupigia simu sikupati. Kila nikipiga namba upatikani. Mpaka nikasema huko badilisha namba. Ndo hivyo alinikuta makubwa. Basi pole. Asante. Haya sasa. Nipe mambo. Tunafanyaje? Wewe uko kupenda umbea, nilijua tu, lakini hiko ndo kikubwa kilichonileta hapa. Udugu picha ninaanza nimepata bwana. Tena bwana yeye sio kitoto. Bwana kanyoka. Nikisimama naye hivi tunaendana. Alafu pia ana vile vitu vyangu. Ana vindevu vimenyooka. Alafu ana utimbaland fulani hivi we. Fanya kama unaona. Vipi lakini? Sasa mpa ipo. Maana sasa hivi mjini pesa, ndevu urembo tu. Sasa mpa kitu gani? Sasa hivi naangalia bwana, nikae naye ndani anioe. Bas, sitaki mambo mengi. Hivi unajielewa kweli wewe? Hivi kalina hiyo usimmisha angalia hela. Hata kama uangalia hela unaangalia kitu gani? Wenzako tuliokuwa ndani ya ndoa, tunaanza kutoka huko nje. Wewe ndio kwanza unaanza ndoa sasa hivi. Pole shoga yangu. Niache kidogo nitoe mkosi. Bora wewe umeonja utamu wa ndoa. Wakuolewa nitakuwa mimi babu we. Nipo tu hapa na siku masiku. Hivyo saa yote muda yote kinaanguka. Yaani ninavyokuona kabisa ushapotea. Ila nisikukatishe tamaa. Wanasema uondo wa ngoma uingie ucheze. Kazi kwako. Mimi nipo hapa. Makubwa. Amu hiyo
Zoya, nilikuwa naomba unipe muda kidogo tu wa kunisikiliza. Sina muda kukusikiliza. Tena kwa aibu ulionitia pale nyumbani, naomba uniache kabisa. Subiri basi kwanza Zoya. Ngoja nikukumbushe kitu kama umesahau. Binadamu sifa zetu ni mbili. Kusahau na kukosea. Binadamu anaposahau anatakiwa akumbushwe, na anapokosea anatakiwa aombe samahani na asamehewe. Mimi nakiri kweli nimekukosea. Na nakukoseaga sana. Lakini kiukweli mimi nakupenda. Zoya, naomba unisamehe mama yangu. Na nakuahidi kama utakubali kunisamehe kwa wakati huu na kunipokea kwa mikono miwili, wallahi na hapa kwa Mungu sitorudia tena. Yaani tena. Kwa sababu umezoea kila siku unanikosea na kuniomba msamaha. Sasa nisikilize. Safari hii sikusamehe. Sina maana hiyo. Siwezi kutumia madhaifu yako. Nisikilize. Yaani nikuahidi tu. Kama utanisamehe kwa wakati huu, nitabadilisha makosa yangu yote. Alafu kingine mama yangu, mimi nimekuwa sasa hivi. Nahitaji kuoa, nijenge familia, niitwe baba. Na sio baba tu, niwe baba bora. Kiukweli na kuahidi nabadilika. Na kama uamini, niambie chochote unachokitaka, mimi nitafanya. Utafanya? Sasa sikia. Ikijirudia mistake kama hii, Doko, sitakusikiliza kwa chochote. Nadhani tunaelewana. Kwa hiyo umenisamehe? Jamani lelo penzi kidali nimesusiwa panja nimesusiwa. Jamani lelo penzi tamu kweli kweli. Umenisamehe? Penzi nimezamia. Kama mtoto ananidekea, anatema na mate tumchape. Vipi, natumai sija kuchelewesha wala nini? Ansemaje? Hapa yenyewe ujue sehemu hizo rafiki wala nini, maisha ukweli. Kwa hiyo msigo wenyewe ndio hapo. Asante sana. Kwa hiyo ndio hivyo, kazi yako ulionipa nishaifanya. Kila kitu kipo kwenye hapo flash, au sio? Ila kama utataka kama ushahidi mobu nini, pale anapolala nini utasobona afu utaona kila kitu. Sema nini? Ujue mimi na skuti hata kama napenda hela, maisha ukweli. Najiuliza wewe ni nani yani? Sababu vitu unavyoniagiza ujue mwenyewe kiangalia ubongo afu unakuwa na confusion mindness, yani blindness. Kwa hiyo nielekeze kabisa. Wewe usijali, utanijua tu muda ukifika. 90, kuwa makini hapo, maisha ya ukweli, usijideuledeule yule mtu analombaya. Yani ile yake kugundua, yani anakuua. Ukishakufa nini watu wamekuzika anakuja anakuua tena. Yani analombaya vibaya. Hivi mume wangu, kila nikikuangalia naona unazidi tu kupungua huo mwili. Sijajua unawaza nini hasa, wakati sasa hivi mambo yetu kidogo alhamdulillah. Ni kweli kabisa unavyosema mke wangu. Hapa kati nimepitia changamoto nyingi sana katika mahusiano yetu. Mwenyewe unaelewa kwamba tumepita katika vipindi vingi sana vigumu. Kutokana na mambo ambayo yalikuwa yanajitokeza katika familia yetu. Leo limetokea hili, kesho limetokea lile. Hivyo basi, haya mambo ndio yaliokuwa yananifanya mimi nikose raha na amani kabisa katika maisha yangu. Ni sawa unachokisema, lakini tushaambiwa sasa hivi matatizo tena hakuna. Kikubwa ni sisi wenyewe tu tuishi kwa amani, pendo, mshikamano basi. Hayo mambo ya mawazo hayo mimi siyataki. Maana mume wangu sio kawasipepa bure. Nataka sasa hivi unenepe. Nashukuru kusikia hivyo mke wangu. Na nikuahidi tu kuanzia sasa sitokuwa na mawazo tena. Kwa sababu nikiangalia hizi raha unazonipa mke wangu pamoja na familia yangu, najisikia raha sana na najisikia amani.
Hivyo basi, kwa raha hizo unazonipa mke wangu, na imani mwili wangu utarudi kama zamani, kama enzi zile nikiwa kijana kabisa. Kula mke wangu, kula unenepe mama. Wewe jitahidi mwanangu, ana akikushtukia shapotea mwanangu, afu ile ashindwe. Wala usijali kuhusu hilo. Pepe mama, sikia nikwambia sasa, hapa nyuma umenipa speed ya kwenda kufuata mpepe kwa mwanangu Sadali Kibadeko, au sio mtoto wa Doxy hivi. Afu ile na itikali inaingia ni point kwa mwanangu baba Naila, ni ile mwendo wa kula crate tu hapo yenyewe. Da, wewe umetisha mwanangu bila kinyago yenyewe hapo, nikwambie maisha ya ukweli yani. Haya sawa. Uwe na siku njema. Bado poa, bado pombe. Tunalewa watoto wa kiuni maisha yetu. Sikumbiso ndo baba. Wewe mtoto kweli, sio mtoto ng'aa. Sema linyawali na faidi maisha ya ukweli. Twende nao mwanzo mwisho mpaka chai, mwanzo mwisho mpaka asubuhi. Mariam mke wangu, vipi unajisikiaje? Kama unajisikia vibaya basi nimpigie yule dokta, ikibidi nikupeleke mara moja. Hapana, naona tu najisikia kichefuchefu. Kichefuchefu? Basi, ngoja. Jaribu kula nyama kidogo. Sawa. Inawezekana kichefuchefu sababu ya maharage. Kula nyama. Kula kidogo tu mama. Kula. Kula mke wangu. Kidogo tu sije nikaitoa na nyama yenyewe. Hamna bana, jitahidi. Tafuna. Kitu hicho. Mambo ya mjuba haya. Ndio maana akaniita mjubenga. Muuza maji, muuza